Kuna hii klipu nimeona ya huyu dada yetu huyu anayejiita Size8 akizungumzia hii mambo yake wakati alivyokuja akabadilisha mziki wake, kaacha kuimba mziki wa ajabu au wa dunia, na the same time akabadilisha mpaka jina akaanza kujiita Reborn, sijui Size8 sijui size whatever. Mimi kitu hata nikizungumzia leo kuhusu mziki wako, sababu Size8 nimekuwa fani wako tokea wakati ulikuwa unaimba gospel. Yaani nimekuwa shabiki wako tokea zamani, wakati ulikuwa unaimba hizo nyimbo zako za kifedhule, hizo ambazo umekuja ukajificha ukabadilisha, ukaanza kusema eti sasa hivi umebadilisha mziki, ukabadilisha mpaka jina, ukaanza kujificha hapo kusema eti una focus na gospel. Kitu nataka niseme kuhusu mziki wako Size8 ni kitu kimoja tu, na mimi nakuelewa sana sababu nimekuwa shabiki wako tokea zamani. Tokea zamani, hata kabla hujaanza mahusiano na ule kiparangoto wako ule halo na nywele 7 kwa kichwa. Point yangu ilikuwa hii. Size8 sisi wote hakuna asiyefahamu mziki ndo ulikushinda. Yaani wewe ulianza mziki ukidhania hii industry utaicontrol, unavyo control ule kipara wako kwa nyumba. Lakini wewe baada ya kuja kupata kweli mziki ni tofauti na mawazo yako, ukatafuta tu pa kujificha ukakosa. Na ndio mwishowe tu ukakimbia ukarudi kanisani na ukabadilisha majina ndio uavoid maswali mingi sana ya wanahabari na mambo maswali ya mitandao. Hiyo ndio sababu yako mziki ulikushinda na ukatafuta tu excuse. Ukajua hapa nisiporudi kanisani hapa sifuki. Hakuna kufua ndafu. Na ndio maana ukajificha kanisani, ukajificha hapo mambo eti nimeokoka, nimekuwa reborn. Na hata zaidi ya hapo tuko na maswali mengi sana ya kuuliza. Na ujuange, na nishakwambia tena, tokea uanze mahusiano wako na wewe kipara wako, goto wako, alo na nywele 7 kwa kichwa. Ndio mziki wako ulianza kushinda. Ndio industry ilianza kuchapa hiyo mateke. Na hiyo nyimbo yako ulisema mambo ya mateke. Ukaimba mateke industry, upiga mateke.